ni kukubali kumpa Mungu nafasi katika maisha yako yote, anatawale kila eneo. Huo ndio utakatifu, kwamba atawale kuzungumza, atawale kuvaa, atawale kunyoa, atawale kula kwako, atawale ratiba zako, atawale muda wa kulala, atawale kuomba kwako, atawale kufunga kwako, atawale matumizi ya fedha yako, atawale watu wa kushirikiana nao, atawale kazi zako, atawale mpaka kwa watoto wako, atawale mume wako, atawale kila kitu. Mungu akitawala kila eneo, hapo utakatifu unakuwa umekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini napotokea Mungu mahali popote Mungu asipotawala, hapo ndipo shida huwa inaanzia. Haleluya. Mungu asipotawala kwenye biashara tutapata hasara sana, kwa sababu Mungu hajatawala. Mungu asipotawala kwenye huduma, tutaona huduma haiendi. Mungu asipotawala juu ya nchi, tunaona mabaya na mapigo yanatokea. Hata nchi zinazoendelea na vita, Mungu akiingilia kati akatawala tu siku ya leo, utashangaa wanarudi mezani, wanapatana, wanaomba msamaha, na hasara zilizofanyika wanaweza wakarejesheana. Kama mmoja aliweza kufanya hasara kwa mwenzake, atarejesha, kwani Mungu ametawala. Lakini Mungu anapoacha kutawala, ndipo mabaya huwa yanaanza. Kwa nini? Asipotawala Mungu, shetani anachukua kutawala. Kwa hiyo Mungu asipotawala katika dhamiri ya mtu, shetani ataitawala, ndio itakuwa dhamiri chafu, haiwezi kusamehe, ina chuki, ina ugomvi, ina usuda, ina fitina, uongo, kila uchafu utakaa. Lakini Roho Mtakatifu anapoanza kutawala Mungu, ile dhamiri inaanza kusafishwa, ubaya wote unasafishwa kwa damu ile ile ya Yesu. Damu ya Yesu ina kazi nyingi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuko tunajifunza tu Bible study leo kwenye hiki kitabu, tunakichambua tu kwa sehemu. Lakini kiendelea mstari huo unasema tumeoshwa na miili yetu kwa maji safi. Hapa ameongelea dhamiri safi, hiyo ni kwenye roho zaidi. Lakini ameongelea kitu mioyo mieupe na ya kweli, moyo wako. Lakini na kuishia hapa kuongelea na mwili wako umeoshwa uwe safi kwa maji. Manake ukamilifu wako sasa kwenye kumkaribia Bwana unahusisha mwili, nafsi na roho. Unaweza kusema mimi nenda kumwabudu Bwana, lakini mwili wako ni mchafu. Yaani uchafu tu huwa kawaida, ni dhambi mbele za Mungu kabisa. Uchafu tu wa kawaida ni dhambi mbele za Mungu. Haleluya. Kama huamini, kana mtu ambaye hajapiga mswaki alafu akuongeleshe wewe tu mwenyewe utakwazika. Sasa huyu anaomba mbele za Mungu, Mungu haangalia hayo, lakini anaona kweli kuna shida hapo. Kwa hiyo usafi ni tunda la utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama uko kwenye maombi, Biblia inasema jipake hata mafuta uonekane unang'aa, watu wasijue umenyong'onyea kwa ajili ya mfungo. Haleluya. Onekana umeng'aa mbele za Bwana. Haleluya. Sema basi niko kwenye mfungo siku 7 sioga. Wewe oga vizuri, naendelea kuomba na Mungu ataonekana. Hata kama umefanya unazini na Bwana, lakini sidhani, maana utatoka na ukurutu sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafute Bwana kwa maarifa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kusaidia. Mwili yetu imesafishika. Mwili huu, anapoongelea mwili ni mwili, haongelee mwili ya rohoni kwamba tukinyakuliwa. Anapoongelea mwili huu umeusafisha vizuri kwa maji safi. Haleluya. Mwili kwa maji safi, tumeoshwa mwili kwa maji safi. Kuna maana mbili: kuoshwa kwa maji safi kupitia ubatizo, kutakaswa mwili. Lakini kuoshwa kwa maji safi ni kuoga kabisa, huku unaenda kumwabudu Mungu, uko safi vizuri. Haleluya. Haui hata kwazo kwa wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa na hekima ya Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inaendelea mstari wa 25, na mlishike sana ungamo la tumaini lenu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Yaani usigeuke Bwana, yaani ulichokiamini kisigeuke kwa sababu ya mazingira. Mungu anajua ya kwamba baada ya kupokea ile tumaini au imani, baada ya kupokea utakaso, kuna vitu vitapita katikati kukupepesa, kukujaribu, ila usigeuke ukavirudia vitu vichafu. Kuna watu ambao wanaweza kuwa wameacha vitu vibaya kwa sababu ya kumfuata Mungu, lakini wakaona kama Mungu kachelewa kuwafanikisha, wakarudi kule kwenye vitu vibaya ili wafanikiwe. Sasa Mungu anasema usifanye hivyo. Ukiamua kumfuata Mungu,
nyosha njia zako za kumfuata nani? Mungu, maana aliyeahidi ni mwaminifu. Yaani uaminifu wa Mungu ni wa kudumu na ni wa milele. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusianze kukusanyika pamoja kama hivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana siku kwamba pamoja na hayo kutakaswa na kuwekwa karibu, lakini sisi kwa sisi sasa, hapa aliongelea mtu mmoja, baada ya hapo akaongelea kundi, kwamba sisi kwa sisi tuonyane, tukiwa tunamtazamia Bwana kwamba ile siku inakaribia, kwamba sisi kwa sisi tuonyane. Umeona ndugu yako hajawahi baada, muulize, mjenge, mkaribishe, siku nyingine mpitie kanaye, labda ni saa 8, kaa karibu naye, mwambie sasa leo mpendwa, nimekuja kukupitia kuwahi ibada, kuwa naye kwa uzuri, kwa ukarimu, kwa kazi nzuri. Huo ndio upendo, na tusiache kukusanyika. Ukikutana na imani na kwambia usikusanyike, sio imani ya Bwana. Neno la Mungu linasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watakatifu. Maanake desturi au utakatifu mmoja wapo kuonyesha wewe ni mtakatifu ni kukusanyika. Kiacha kukusanyika, umeupunguza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi leo nachambua tu hiki kitabu. Haleluya. Tunaendelea kujifunza kwamba kwa nini tunakaa kwa kukaa pamoja, tunakusanyika ili kukumbushana, kuonyana, tukitazamia kwa pamoja siku ile inakaribia. Ipi? Ya kurudi Bwana wetu Yesu Kristo inakaribia, kwamba mmoja wetu asije akakosa. Kwa ule ukaribu lazima tukae nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wanajeshi wanaposikia vita inakaribia, wengine wako kule watakaribiana, jamani tukaribiane, tujipange sasa, tuone namna gani tusije tukashambuliwa. Kwa hata kanisa tunakaa kama jeshi, kwamba tunakuwa kitu kimoja. Mwanajeshi anayeachana na wenzake ni rahisi kufa, lakini mkiwa katikati ya wengine mkakusanya silaha zenu zikilia hawa mmoja, ni sehemu kubwa ya adui kutishika. Lakini ukiwa peke yako ukapiga silaha, fikiri wewe una risasi 100, ukapiga utashambulia watu 100 wataisha. Kama jeshi unapambana na watu 1000 hautaweza kuwashinda, maana kila risasi utaipiga kwa target mtu mmoja. Lakini mkiwa jeshi kama kanisa watu mko 100, manake mtapigana watu 1000 kwa risasi za watu 10 tu, wenye risasi 100, risasi 900 au 1000 mtatunza akiba kwa jeshi lijana. Kwa hiyo unapojitenga, umeamua kushambuliwa na kushinda. Kwa hiyo anajitenga na kusanyiko, anaingia kwenye vita ambayo hatashinda. Uwepo wako kwenye kusanyiko tu ni silaha tosha. Yaani unapokuwepo hapa kuna nguvu inaachiliwa kwa sababu ya umoja tulionao. Biblia inasema ni vizuri kama watu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mabichi yashukayo kutoka ndevuni mwa Haruni. Kwa hiyo kuna mafuta yanashuka katikati ya umoja. Kwa hiyo hapa Biblia ilikuwa inakazania umoja tulionao, kwamba tuhimizane. Kwa hiyo ukiona mwenzako anakuuliza mpendwa, mbona hujaja ibadani? Yuko kwenye kutimiza kusudi. Wala usije ukaona mbona nataka tuende kazi. Yupo kwenye kutimiza nini? Kusudi. 26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hiki ni kipengele muhimu sana, kwamba sasa baada ya kupokea ile neema ya ujuzi wa kweli, kupokea msamaha wa dhambi kupitia damu, haitupasi tena kurudi kwenye dhambi. Yaani tukipokea itupasi tena kurudi kwenye dhambi. Tunaipunguzia heshima nguvu ya damu ya Yesu, tunaifanya haikuwa na thamani ya kutusafisha. Yaani tunaionyesha kwamba haikufaa au haikutosheleza kutufanya watakatifu. Kwa hiyo tupasa sisi tukishaokolewa, kama leo utatubu vizuri, utatubu maanisha kwenda kuishi maisha matakatifu kutoka kwenye nafasi hiyo. Usije ukatubu na kurudi tena ukatenda dhambi, hapo unakuwa umelikosea andiko hili heshima. Yaani ile andiko unakuwa umelikosea heshima. Sasa hivi ulipe heshima maishani mwako, ishi maisha matakatifu, kupokea uzuri, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wapingao
yaani wanaopinga kweli, wanaokataa, wanatazamia hukumu. Kwa hiyo na wale ambao walipokea kweli lakini wakashindwa kutembea leo, nao watatazamia hukumu ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba niende haraka maana bado mistari mingi. Hii sura moja itatutosha leo kufafanusha. Watu wanaenda kujifunza taratibu ili tuweze kupata vitu vizuri. Haleluya. Lakini mstari wa 28, mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi yule mtu aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu au Roho wa neema. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema inakompea, tumeanza kuona agano la kale hatukulichambua kwamba mtu akifanya dhambi, wakipatikana tu mashahidi hawa wawili au watatu, mtu anakufa bila huruma, au hakukuwa na mahakama inayoweza kutangua torati kwa wakati ule. Yaani kipatikana umetenda dhambi, kwa mujibu wa torati, kama adhabu yake ni kunyongwa au kufa, papo hapo utakufa bila huruma. Sasa Biblia inasema, je, si zaidi kupewa adhabu? Sasa kuna adhabu kubwa zaidi ya kifo jamani. Haleluya. Manake adhabu kubwa zaidi ya kifo ni hii, ni adhabu ya maisha ya mateso ya milele jehanamu. Hiyo ndio adhabu kubwa kuliko kupigwa mawe kufa. Kama utapigwa mawe ukafa ukiwa ndani ya Yesu kama Stefano, mbingu zitakufungukia, utaishi milele. Lakini kama utapigwa mawe na haupo ndani ya Yesu Kristo, yale mawe yatakuwa ni bora, kwa sababu utakuwa umeuacha mwili, unaenda kuteseka milele. Yale mawe utapigwa kwa masaa 2-3, damu zitatoka, uhai utaondoka, lakini baada ya hapo utaenda kuteseka milele. Sasa inaonekana adhabu ya mateso ya milele ni kubwa sana kulinganisha na adhabu ya kupigwa mawe. Fikiri leo kama Mungu angekuwa kwamba umetukana, mawe matano unapigwa, unapondeka, anakuacha kwamba usife. Umekuja ukafanya kitu kibaya kingine, umekuwa tu umeshindwa kusamehe, mawe matano. Maana tumekuwa tunatembea na majeraha. Watu kwa sababu ya kuogopa hayo majeraha wangekuwa wafanyi dhambi. Yaani zamani watu walikuwa hawafanyi dhambi kwa kuogopa kupigwa na kuuliwa. Lakini leo kwa sababu agano jipya hatupigwi kwa kuuliwa. Mungu anakuacha tu unafanya dhambi tangu umezaliwa mpaka ufikisha miaka 60, mpaka unaenda kufa unazikwa. Mungu hajakuazika. Na hata jela unaweza ukawa hukuwahi kufungwa kwa makosa ya kibinadamu, umeishi kwa starehe, lakini kuna adhabu ambayo Mungu ameiandaa, hukumu ya kutisha, ambayo watu ambao hawakumkubali Yesu, waliodharau damu ya Yesu, wanaenda kuitazamia. Kwa hiyo damu ya Yesu sio kitu cha kudharau. Ndio maana nikasema ni damu iliyo bora, damu iliyo kuu. Haleluya. Lakini sasa hii damu ya Yesu, kuna kitu hapa najifunza tena. Ukisoma kwenye huu haraka kwa Waebrania, utakuta kwenye hiki kitabu tu tulichokisoma, Roho Mtakatifu ameonekana zaidi ya mara 3. Yaani kwenye hiki tu kitabu ukisoma mstari wa 15 nadhani, Roho Mtakatifu ameshuhudia naye kusema baada ya kusema haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukija tena huu mstari wake wa 29 inamwonyesha tena Roho Mtakatifu. Maana